ndio tuwakilishe sehemu zote za nchi yetu. Karibu Gavana Roba. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga, viongozi wengine wote, wageni wa heshima, wananchi, hamjambo. Mimi kwa niaba ya wafugaji pamoja na jamii ya Kiislamu, kwa sababu nimeona nimeitwa kuwakilisha sehemu zingine, ninataka kusema Mheshimiwa Rais, uliota ndoto, ukaamini ndoto yako, ukaamua wewe mwenyewe kwa niaba ya Wakenya kama kiongozi wa nchi hii kuwakaribisha viongozi wetu ambao wangekuwa kwa upinzani kwa serikali moja. Na hiyo ndoto leo imekuwa ni hakikisho, sio ndoto tena. Pongezi, tuko pamoja na tutaendelea pamoja. Asante sana. Asante sana Gavana Roba. Nikipenda sasa kumwalika chairman wa chama cha PAA, Gavana Kingi wa Kilifi, na yeye aweze aseme machache. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Right Honorable Prime Minister, my counterparts party leaders, Mama Aida. Leo ni siku ya furaha. Lakini kwanza nataka niwaulize wa Kenya, kindly join me in celebrating one act that was done by two great sons of this country. And that is Raila Amolo Odinga and His Excellency the President. This act, were it not for that one act, we will be seated here today. It happened on the 9th of March, 2018. I've been searching what qualities an act needs to meet to win a Nobel Prize. And that act fits every aspect. And I don't know why Raila Odinga and Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hawajatuzwa with that International Peace Nobel Prize. We celebrate them and we love them. Thank you. Mheshimiwa, what you did was done on the 9th of November 1989 in one city where Mheshimiwa Raila Odinga knows better. Berlin in Germany. There was a wall in one city. It divided two sides of the city. One people were divided. And the people who suffered were the ordinary people. That wall, it was both physical and also ideological. Today, in this country, though we did not have a physical Berlin Wall, we had an ideological Berlin Wall in this country. But it took two men to bring it down. It was brought down on the 9th of March 2018. We celebrate you as we begin this journey of bringing Kenya together. And I'm happy that OCA has come on board. Your Excellency, you can count on all these regions. You can count on every single political party. We will push together to make sure that we take our presidential candidate to State House. Before I came here, before I walked in here, I only knew I had only one presidential candidate. But 5 minutes ago, I was told to hold it until men and women sit to give us a name. Before I came here, in my mind, I knew my presidential candidate was none than Raila Amolo Odinga. However, I'm going to hold my horses until men sit and decide. But kindly hasten this process. Kindly hasten this process. Na mheshimiwa, hii yote tunafanya ni 9. 10 na la muhimu. If this
formation does not sit in State House, all this will go to West. Exactly. We will be exposed, tutachinjwa na unajua nani atachinjwa. Na ataanza na wewe. So, to Jubilee, we wish you the best. May God bless you. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Kingi. Haya, nataka nimwalike Mheshimiwa Wamunyinyi aongee kwa niaba ya DAP. Karibu Mheshimiwa Wamunyinyi. Asante Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda yangu itakuwa machache sana. Ya kwanza, chama chetu cha DAP kama mjuavyo ni chama mpya. Tumezindua tarehe 14 Disemba. Na sisi malengo yetu ni kuungana na wenzetu ili tulete Wakenya wote pamoja na tuhakikishe nchi ya Kenya inaweka amani. Hiyo ni ya kwanza Mheshimiwa Rais. Ya pili, kama chama tulikuwa tushaamua kwamba presidential candidate wetu ni Raila Amolo Odinga kama DAP, na resolution ilipitishwa kwa NEC yetu ya chama. Pia naungana na mwenzangu alivyosema kuhusu yale matamshi ya leo. Ninaamini uamuzi waliofanya Mheshimiwa Kalonzo na timu yake ni uamuzi bora kuungana na sisi, na tunawaomba pia wahakikishe tunaenda mbele tukiendeleza safari ya kuona successor wako ni Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio maombi yako. Ya mwisho, tusaidiane kwa sababu hawa jamaa wakora walikuwa wameteka Western Region. Hata hawa mandugu wanajua. Na chama chetu tukishirikiana na nyinyi kuleta amani katika Kenya, tunataka kuhakikisha wale wakora wanasimamisha wasiendelee kuteka huko sehemu ya Western Kenya. Hiyo ndio maombi yangu leo, lakini kuhakikishia tutashirikiana pamoja, tuhakikishe Kenya inaenda mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wamunyinyi, well done. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Governor wa West Pokot, Mheshimiwa Lonyangapoa KUP, na yeye aseme yake. Your Excellency, sir, and all the distinguished guests present, on behalf of the people of Kenya, who now subscribe to the vision we have of the unity of the people of Kenya, and they have joined us in Kenya Union Party, have come here today, Your Excellency, to stand with you and to tell you that the choice and the direction you are taking Kenya to is the direction where all of us, including our children, are going to be safe now and forever. Lastly, Rift Valley is safe. When you see Kenya Union Party, you see our older party, KANU, and all the others. Never ever imagine that people are lost in that region. We are there, and we are going to make sure that your faith and your vision is carried forward, and we expect mighty votes and support from that region, especially West Pokot. Thank you. Well done. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Lonyangapoa. Sasa ningependa tujitayarishe tukaribishe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, chairman wa Wiper, naye akuje aseme yake machache. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa. Thank you. Wana Jubilee hoye! Jubilee! Jubilee!
Sijasikia hata the new party leader hajasikia Jubilee. Mbele pamoja. Mheshimiwa Rais, pongezi pamoja na wana Jubilee kwa hafla ya ajabu kwenye mahali ambapo zote twaenzi Kenyatta International Conference Center grounds. We mwenyewe umetanguliza kwa kusema vile TNA ulianzisha hapa, lakini Wakenya pia watajua kwamba mahali hapa ni pa historia ya ajabu. In fact, this place signifies our national pride, even our founding sense of architecture. The KICC itself stands still as an icon of what Kenyans can do. Actor David Motiso, commissioned specially by Mzee Kenyatta to come up with a KICC. I think we need to give him a clap. And this is really what it's all about. But today, Mr. President, congratulations. I see energy. I see a clear sense of direction. I see leadership. And so, we come as one Kenya alliance. My brother Gideon Moi, my brother Cyrus Jirongo, our sister Mother Karua of NAK, Kenya. She's here spiritually with us, but she had to get over to Kirinyaga. And so we bring even our greetings to you and to fraternal greetings to Jubilee. Sisi sasa tunaamini kwamba ukiwa na ile traditional African stew which makes us proud. I'm told even the physicists have been amazed by the strength of the three-legged stew. Call it three pillars, which is Azimio One Kenya Alliance. And we thank Jubilee for endorsing that proposal. On our part, we are committed to ensuring that we are one nation, one people. Kwa hivyo nitawasalimu, nikisema one nation, munipe one people. One nation. One nation. Munaona hasa sasa, that is what we are. And it appears to us, although Azimio translated is a resolution, but it's a resolution to have one nation, one people. Kwa hivyo sisi tumeanzisha kirasmi mazungumzo bila chuki, woga hata mapendeleo, with open hearts and open minds, always only guided by what is in the best interest of this nation. This is it. Some of us have made sacrifices before, tremendous sacrifices. I've even been branded, Mr. President, kwamba Wakenya waje waone na dunia inazunduliwa. I saw one tweet kwa social media. Jubilee ione the biggest fool in the world. Iliona hicho. This is not the time for name calling. This is the time to build one solid East African nation, a proud nation amongst a community of nations. As we speak here, Mr. President, and I hope Jubilee can come up with a resolution, a strong resolution, because through your able leadership, Ambassador Kimani is sitting today in New York, because Kenya is a member of the United Nations Security Council, a respected voice, not just in Africa, but the whole world. As we speak and as we celebrate this wonderful reunion, we are at the same time sadly aware that there is war in Eastern Europe being persecuted. And this war can turn out to anything. So I think we need, as Jubilee, together with your friends here, come out calling for restraint, so there is no loss of lives, continued use or loss of lives in Europe between Russia and Ukraine. Because this is an important gathering, Mr. President. So I wanted to ask, congratulate my brother Raphael Tuju, the outgoing Secretary General of Jubilee, for a job well done. We all know he went through some great difficulty, even health challenges, and God is great. Raphael, I looked at you walking. You are stronger than you are 2 years ago. May I finally say, Mr. President, we will walk with you.
the three-legged stool. We walk this journey with you. And this is our pledge as One Kenya Alliance. It even took us time to accept the name Azimio One Kenya Alliance. But we have to give and take. And I know that my friends here, like Governor Kingi, had some predisposition before he came, and so had Wamunyinyi. Relax. Relax. We are guided only by what is important for this nation. We cannot afford to lose this election. We can't. And those who are waiting for, and I kept on wondering in conclusion, when I attended Cyrus Jirongo's National Delegates Congress, and I was with Gideon and my friend Raila was also there. I said, why are people blaming me, coming up with incredible headlines at the indecisive kingmaker? Shame on them. Shame on them. Why don't they blame Gideon and Cyrus? Why blame Kalonzo peke yake? Now I want them to say Raila is indecisive kingmaker, because that is where we are going. We now have to build honor and dignity as we move forward. But I give you my promise and that of Oka that we are together on this journey. But we will negotiate, structured dialogue, honest conversation, correcting even historical imbalances, because building a coalition is not easy anywhere. And I propose, Mr. President, you take the leadership of that coalition. God bless you. Haya, sasa ningependa kumwalika kiongozi wa chama cha ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, naye akuje aseme yake machache. Jubilee hoye! Jubilee hoye! Jubilee! 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 Asanteni sana. Tumefuraha kufika kwa kongamano ya Jubilee. Niko hapa na viongozi wa ODM. Hapa niko na Mama Aida, niko hapa na Governor 001 Ali Hassan Joho, niko pale na Governor wa UK Professor Nyang' Nyong'o, Governor James Ongwae kutoka Kisii, niko pale na Junet Mohamed, Abdul Samad Sharif Nasir kutoka Mombasa, niko pande ile na wamama wa nguvu kabisa, niko pale na Mama Rosa Buyu, niko pale na Mama Esther Pasaris, Mama Gladys Wanga na Mama Mutua kutoka kule Busia. Tumefika kuungana na nyinyi. Mama Mbishi Mboko kutoka Mombasa. Tuko hapa vile vile na Gavana Nderitu Muridhi kutoka huko pande ya Laikipia.
Yeye ndio mwenyekiti wa presidential campaign ya baba. Tumekuja kujiunga na nyinyi hapa kwa sababu ya uhusiano tuko naye. Leo ODM vile vile wako na kongamano kama hii kule Kasarani, na wametuma salamu zao kwenu hapa, na tukitoka hapa hao viongozi wote wamealikwa huko Kasarani. Sasa hapo mimi nimekuja kwanza kutoa shukrani kwenu kusimama nyuma ya ndugu yangu wakati huu yote. Na niambia nyinyi hadithi ya Abu Nuwasi. Abu Nuwasi alijifanya ati amekufa ili ajue vile watu ambao wako naye wanafikiria juu yake. Sasa yeye akaanguka tu siku moja, wakaenda wakakuta Abu Nuwasi amekufa. Sasa wakaanza kuongea, huyu mtu alikuwa mchawi, ndio huyu mtu alikuwa mwizi, huyu mtu alikuwa mnajisi, wakasema mambo mengi mabaya sana juu yake. Baadaye wakaleta jeneza, wakachimba kaburi, wakaenda sasa kuzika Abu Nuwasi. Sasa ambao walikuwa mteremsha kwa kaburi akaamka, ni kitu gani? Nani mnazika? Watu wakashtuka. Sasa ile ambao walikuwa wanataka kumuingiza yeye kwenye kaburi, sio hiyo. Ndio ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Walifikiri Jubilee imekufa. So walisema Jubilee imekufa. Jubilee ilikuwa inalala kama Abu Nuwasi. Si Jubilee imeamka sasa? Jubilee. Sasa mambo ya handshake nimeeleza mara mingi zaidi. Nyinyi mlikuwa najua nchi ilikuwa na waka. Tulisema hakuna mambo ya Brookside, hakuna mambo ya Safaricom, hakuna mambo ya Bidco na kadhalika. Alafu tukasema kila Jumanne maandamano, na maandamano yalikuwa hapa kila mahali. Sangine polisi nakuja risasi, na vikundi ya Nairobi businessmen vile vinakuja pale wanapigana, wengine kisu na kadhalika. Ikaendelea namna hiyo, hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Wengine wakachora hata ramani ya Kenya, ingine inaitwa Republic of Kenya, inaitwa People's Democratic Republic of Kenya. Wakasema mambo yamekuwa mbaya, tuende Uhuru Park. Tukaenda Uhuru Park, mimi, Raila Amolo Odinga, sasa mambo yakawa mrama. Watu wetu wengine wakasema sasa tuanze kufanya mambo yetu, tuchukue picha yote ya Uhuru kila mahali, turundike, tuyachome, alafu tuanze kuendesha mambo yetu, tuanze kutoza ushuru na kuendesha mambo yetu kama serikali. Upande wengine wakaenda kwa ndugu yangu wakamwambia ati Raila amefanya ile treason. Sheria ni tumshike, tumshtaki, baadaye tumpeleke kamiti tumnyonge. Mimi ile yangu waliangana, mimi nikaona hiyo si nzuri. Tukifanya yale vile walikuwa nasema, Kenya inaenda Somalia kwa kama Somalia. Yeye vile vile kaona hii ni mbaya. Ndio sasa hayo tukakutana na yeye ni ndugu yangu, tukaongea kwa kirefu kabisa. Tukaona pale Kenya ilianza wakati ile, wengine yeye hajui, lakini mimi najua, manake nilikuwa kwa mimi. Niliona
enzi ya mzungu, na vile watu walikuwa wanapigana hapa na shida zote ambazo zilikuwepo. Na hapo sasa watu walikuja ungana pamoja. Jaramogi alisema hakuna uhuru bila Kenyatta kuachiliwa kutoka kule Lodwar. Na watu wakakuja pamoja, Wakenya wote. Wengine walianza kusema ati Uhuru na Kenyatta, Uhuru na Kenyatta, ati tupate uhuru tufungulie Kenyatta. Jaramogi akasema pana, ni Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe kwanza ndio aliongoze sisi kwa uhuru. Sasa Jaramogi akasema Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, akafungwa. Asante, asante baba, asante, asante baba, asante, asante baba kwa kufungwa. Sasa Kenya iliwaka, mzee akatoka, baadaye akawa rais, Jaramogi makamu yake. Alafu tukaona kitu gani ilifanyika. Where did the rain begin to beat us? Tukaangalia, tukapata ni hapo. Tukasema si hiyo, tukitibu tutaunganisha Kenya yote tukiwa pamoja. Wakenya watakuja kuwa pamoja ili tuendeleze mambo pamoja. Manake tunajua kiini cha hii ugonjwa na dawa vile vile tunaye. Dawa ni azimio la umoja. BBI tulileta kuboresha hali ya uongozi katika taifa letu. Mazuri zilikuwa ndani ya BBI, nyinyi mnajua. Wengine wakapinga. Sasa rege kaenda half time. Lakini rege itarudi, sawa? Kwa hiyo mimi tunasema tunataka tutembee pamoja. Nataka kushukuru ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Amesimama imara, anaendesha serikali na kuna mvutano ndani ya hiyo serikali. Part of the government is working and the other half of the government is sabotaging the work of government. Hiyo sio serikali. Tulipokuwa na Kibaki, tulipokuwa tumetofautiana kwa mambo, tulikuwa tunaketi pamoja na tunaongea na tunaendelea mbele pamoja. Sababu serikali yetu ilifanya maendeleo mengi zaidi. Mnajua. Hii Uhuru amefanya kazi mingi. Wale ambao wana macho hawaambiwi, tazama. Inaonekana. Tumesema whatever will happen, there will be change and continuation in a government that will be coming. And therefore, Uhuru is here, is a Kenyan. And he has a right to live. Even if he is not a president, he is very, very capable to work for the people of Kenya in other capacities. Kwa hivyo tuko pamoja. Tulipokuwa tunazungumza sisi hilo, tulikuwa kwenda kwa handshake. Tulikuwa hapa ofisi ya rais. Uhuru akachukua simu nikapale, anasema mimi napigia bill. Akaongea na Ruto saa hiyo mpaka akamwambia tuko pamoja vile nilikwambia na Raila, na tutaenda kuongea na waandishi wa habari. Mimi nikachukua simu nikampigia Steve, ilikuwa mteja. Lakini kama nisipopata yeye, nilipokosa kupata yeye, nikampigia Mudavadi. Sasa nikapata Mudavadi, alikuwa katika kiwanja ya ndege anaenda Mombasa. Nikamwambia nimetafuta Steve sijampata, lakini tunaendelea sasa kuongea na waandishi wa habari, mambo ni haya. Na tutanitoleza nyinyi siku ya Jumatatu tukikutana na nyinyi
kule Tony Athi. Na baada ya haya tulikutana na Steve na Wetangula na Musalia, nikawaeleza ni kitu gani imefanya sisi tufanya haya. Kwa hivyo ilikuwa ni siri, tulijua pale tumetoka, tulikuwa nataka suluhisho, kwa sababu tukafanya haya. Sasa mimi na furaha tunarudi pamoja, tutembea pamoja. Mimi nina hakika tukisimama pamoja hakuna chochote ambaye naweza kushinda sisi. Kwa hivyo sasa tuko kwa harusi ya Jubilee na furaha. Leo Jubilee imefufuka, ina sura mpya, msichana mrembo, sio? Na ODM vile vile nafanya hivyo leo, siku ya leo. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na nyinyi, tutembee pamoja. Mtaona kama Azimio la Umoja itaruka na itaweka Kenya yote pamoja. Hiyo ndio kitu tunataka. Vile tunasema ati Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae kwa ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana. Mumefurahia viongozi wetu kuja na vile wamesema, mumeunga mkono tuungane. Tumesema ni Azimio na One Kenya, tuwe pamoja na vyama vyetu vyote, kutoka chama cha Upya, chama cha UDM, chama cha KANU na vyama vyote, tukae pamoja ndani ya nyumba yetu ya Azimio. Ndio sasa safari hii hatutaki Uhuru Park ya bandia, tunataka ile inasimamiwa na Martha Koome pale. Hiyo ndio ya haki, na hiyo ndio tunataka sasa kuhakikisha itafanyika safari hii. Ama ni namna gani? Ni wangapi wanakubaliana na mimi tunataka ya haki, ikiwa imeungwa mkono na Wakenya wote? Tumekubaliana. Mimi nataka nichukue nafasi hiyo kuwashukuru nyote. Ningependa sasa tu ni mwalike chairman wa chama chetu Bwana Nzuya akuje atu-introduce kwa officials wale wapya, alafu nimrudishie program yake. Asante. Mungu awabariki na Mungu awalinde na Mungu aendelee kuilinda taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Makofi tena kwa Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba uniruhusu niwaite mmoja mmoja wale ambao umewateua kushikilia nyadhifa mbalimbali katika chama chetu cha Jubilee, ili wanachama waweze kuwatambua na Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo ningependa kumuita Deputy Party Leader Strategy Mheshimiwa Jimmy Angwenyi. Tafadhali kwa haraka haraka muje hapa mbele nikitaja jina. Deputy Party Leader Operations Mheshimiwa Kinoti Gatobu. Tafadhali, muda umeenda kwa haraka haraka. Huyo ni Mheshimiwa Jimmy Angwenyi, Deputy Party Leader Strategy. Deputy Party Leader Outreach Mheshimiwa Naomi Shaban. Deputy Party Leader Programs Mheshimiwa Peter Mositet. Mwenyekiti wa kitaifa ndio mimi, niko hapa. Deputy National Chairman Mheshimiwa David Murathe. Secretary General Mheshimiwa Jeremia Kioni. Deputy Secretary General Mheshimiwa Joshua Kutunyi. Parliamentary Secretary Mheshimiwa Adan Keinan. National Treasurer Kagwe Kishohi. Deputy National Treasurer Mheshimiwa Ruweida Mohamed. National Organizing Secretary Senator Abdul Kadir Haji. Deputy National Organizing Secretary Mutaba Musimi.
National Director of Elections, Mheshimiwa Kanini Kega. National Deputy Director of Elections, Mheshimiwa Rachel Nyamai. Women's League National Chairperson, Mheshimiwa Fatuma Gedi. Youth League National Chairperson, Mulembe Mundalo. Persons with Disabilities League National Chairperson, Ms. Wanja Maina. Council of Elders Chairperson, Mheshimiwa Njenga Mungai. Na mwisho kabisa, Business Council National Chairperson, Joel Kibe. Asante sana Mheshimiwa Rais. Haya, national anthem ya chama. Ningeomba tusimame sote kwa national anthem ya Jubilee.